Kweli ni kwamba mazungumzo yameanza polepole. Lakini tunaelewa nchi yetu. Hakuna mtu mgeni nchi yetu. Kwamba maneno mengi sana yanaongewa, lakini baadaye tena watu wanageuka. Viongozi wetu si wa kuaminika. Sasa sisi tunasema tunashukuru sana kwa ile mazungumzo inaendelea, lakini tunataka kitu iandikwe chini. We sign, then we will run back to school, sababu tuna miss wale wanafunzi wetu. So kunayo mazungumzo, lakini ni kwa mdomo. Sisi tunataka karatasi chini. Hakuna kuandikiana bado. Ndio tunasema tukae tu. Maneno ya mdomo nyoka tutaki kabisa. Tunataka tutie tu sahihi. Tunakimbia shuleni hiyo, hata kama ni afternoon leo, tunarudi shule tufunze wanafunzi wetu. Karibu sana Omari. Tokere mweno uri ungi na tucokera rubiomi rwa Gikuyu nigetha riu maitu nake akinyite mo lady. That is mwezi wa pili. Tuliajiriwa kwa namna ya kuwa wanagenzi ama interns. Hao ni watu ambao wanafundishwa kazi kulingana na serikali. Hata kama ni uongo. Lakini tukakubaliana kwamba tutafanya kazi kama interns ambayo haina malipo. Ile inapeanwa ni allowance tu ya kusaidia kufanya kazi. Hakuna mshahara ambao inaitwa salary. So tutafanya kazi kwa miezi 11. Alafu kutoka hapo walimu wote watakuwa converted to permanent and pensionable. By that time walikuwa walimu 26,000. Sasa ikafikia tena July, the same year, that is last year, wakasema wataongeza 20,000. Wakaongeza 20,000 na wakaweka mkataba huo kwamba ni mwaka mmoja. Alafu uajiriwe permanent and pensionable. Ikafikia pale December, wakati mkataba wa wale wa kwanza 26,000 ulikuwa unakuja kuisha. Ile miezi 11. Ndio maana rais akasimama akasema kutoka saa hii tumesema sheria tumeweka ni ya miaka 2 kama interns. Sasa tukashindwa sheria imetoka wapi? Ni kama aliunda yeye mwenyewe akaipeleka hivi akafanya akaamua ikuwe sheria. Ndio sasa sisi tukaamua kwenda kotini. Tukaenda kotini, tukapinga hiyo maneno. Na kwanza mwalimu ambaye amesoma akahitimu na makaratasi yake ikakuwa verified na Teacher Service Commission na akapewa namba ya usajili ama license number ya kupractice, hafai kuwa intern kikatiba. Na tukakatai mambo kotini na koti ikasema internship ni illegal. Ndio maana saa hizi kila mwalimu wako nyumbani akiheshimu koti na maamuzi ya koti kwamba internship ni illegal. Wakati kesi ilianza, serikali ilikuwa inajua inaanza. Na tulikuwa na watu, tulikuwa na tuwaite respondents kwa Kiingereza kwa ile kesi. Minister for Education alikuwa mmoja, Teacher Service Commission, na Attorney General ambaye ni advisor wa president alikuwa kisheria. Alikuwa anajua. Na wakati maamuzi ilitolewa, walijua imetolewa. Na wakapatiwa mpaka August tarehe 1 wajipangilie vizuri ama wa realign na court orders zile zilipeanwa kwa ile judgment. Sasa kisheria ama kulingana na vile kunafaa kuwa sahihi, tunafaa kuwa shuleni tukiwa tumeajiriwa permanent and pensionable. Lakini sasa mko kwa barabara, sasa hujaajiriwa. Sasa hii tuko kwa barabara bila kuajiriwa na serikali ilijua. Na hiyo serikali ndio inapanga mpangilio wa masomo. Kumaanisha serikali ndio inaumiza mtoto wa Mkenya kimakusudi. Hiyo swali ya wazazi kwamba watoto exams ni aje. I mean that question iende kwa serikali. Kwamba serikali ilikuwa inajua kuna hii system mpya inakuja ya JSS, ikatenga pesa ya capitation, pesa ya kununua chokaa, pesa ya kununua chaki, pesa ya kulipa hata secretary. Lakini haikutenga pesa ya kulipa walimu. Kweli serikali inatakiwa ijibu maswali hiyo kutoka kwa wazazi kwamba mlikuwa na mpango gani kwa vitu so important kama education. Tunaona mambo ya Mogoka inajua ina solve within 2 days. 2 days imeisha. Mambo ya elimu basic kitu very important
inacheza nayo. Na tunaendelea kupokea ile allowance kidogo, ile 17,000 inaingia mapema sana, lakini tena tunataka kukua compensated sababu kazi tumefanya tangu last year February ni kazi ya kulipwa kama mwalimu wa kawaida. So hii 17 tunaweka kando, lakini ya hatuhesabu sababu ilikuwa si salary, ni ka allowance kadogo. So tunataka pesa yetu yote in full from Feb last year hadi siku tunapata tena kazi hiyo ya PNP. Tunataka hiyo pesa. Haya, tukirudi labda tutataka kujua kwa masomo ambao uliwekwa kwa walimu wa JSS. Kitu ya kwanza in simple terms kabisa, unafaa kuwa mwalimu ambaye amehitimu kufundisha secondary school. That means unafaa either kuwa na degree ukiwa umepata C+ and above na C+ in 2 teaching subjects ama diploma in secondary education na umepata C+ in form 4 and C+ in 2 teaching subjects ama umepata discipline ukafanya diploma in secondary education na degree in secondary education lakini uko na C+ in 2 teaching subjects. Hizo ndizo qualifications za mwalimu wa JSS. Kumaanisha hakuna tofauti yangu na mwalimu ambaye ako secondary. Mshahara wa yule mwalimu anaanza job group C2. C2 unaanza na gross salary of 48,000 inakatwa hivi inakuja net income inakuwa ni 37,000 and some hundreds on top. Na sasa mnapokea 17. Tukifanya hesabu kwa hivyo mnaitisha kitu 20 something 20 hapo. 20,000. Kitu 20 plus. Kitu 20 hapo. Kitu 20 hapo na 20 plus na ukuzi juu hapo. There are so many things that are the benefit. House allowances, medical cover, which is very important. Tumepoteza almost 11 of our members sahi kwa mwaka moja, na more than 6 of them ni by suicide. Depression. Yani mbaya sana, watu wako na stress. Hauwezi hata pata chakula watoto wako and all that. Mtu unasikia mtu amejinyonga. That's it. So iko shida kubwa, especially ya medical cover. Tunapigania sana kwamba tuingie haraka ndio watu at least wakue wanaweza kwenda hospitali. Asante. Tunajua pesa iko. Ndindi ameongea jana na amesema kwamba we have got enough money ya kuajiri walimu wote 46,000. Sasa ile maneno mengine hakuna pesa wameacha. Walikuwa wanasema hakuna pesa. Lakini tukawaambia kwamba we need 26 billion ya kuajiri walimu, 28 billion. Na tukiangalia hata net worth ya president wetu Ruto ni 60 billion, $400 million. Sasa wewe anapenda Mungu na sisi tunampenda Mungu, hata angejitolea tu yeye akate yake kama anaona serikali haina pesa, akate yake nusu. Aseme sasa hii nusu wacha nisaidie walimu wangu ndio watoto wasome. So pesa iko, hatutakubali anything less than 46,000 PNP letters lazima. Kwa hivyo hamrudi darasani kama hauna ile pesa. Haturudi, tuko tu nyumbani na street, tuko sawa kabisa. Hatuna haraka. Mureli kotini ikasema internship ni illegal. Sasa tutaenda kuharibu uamuzi wa koti sisi wenyewe, na sisi tumeenda kotini. Lazima tuheshimu koti kama imetutetea. Tuendelee kukaa nje. Serikali ikisikia inahitaji walimu itatuambia tukuje kwa mazungumzo, tujue vile wataajiriwa. Na hata haya mazungumzo hata si saini nyingi tunataka, tutaki saini nyingi za kusainiana vitu. Hapana. Barua are 46,000 letters. Zile minister amekuwa akipea watu kwa mazishi huko. Ndio tunataka walimu wa maskini, wa mama mboga, walimu ambao ni watoto wa boda wapatiwe hizo barua sababu hawana 1,400 ya kununua kazi. Kwa minister na kwa kina au Nyoro hao wote wamekuwa akiuza hizo barua. Sisi hatuna pesa ya kununua. Kwa hivyo tupewe free, ni haki yetu. Na tunataka kusaidia watoto wa Kenya pia. Walimu wanajulikana hata pale nyumbani kwamba mwalimu ni mpole. So hao ni watu wa kukanyagiwa na wanashtuliwa wanakimbia. Lakini sasa this is a new generation of teachers. Sisi hapana ogopa chochote. And tumependa sana sheria. Tunajua sheria sana. Waliandika barua tukasema hatujibu, walisema we answer within 14 days. Hatujibu, tunaenda koti. Tulienda koti na koti imetusikiza. Imetoa ile orders za mbio. Ikasema kwanza tuliamuru kwamba hakuna relationship ya kikazi kwa hao watu na TSC. So hakuna barua inatakiwa itoke kutoka kwa TSC kwa hao watu kama si ile ya PNP.
Hii ingine ya vitisho haikubaliki. Lakini kama ni barua ya mapenzi basi watuandikie. Lakini hatutaki sugar mami. Unaona sasa hiyo maneno. Sasa kama barua, hakuna barua yeyote. Order number 3 imesema hivyo. So walimu wale walipata show cause letters na walikuwa more than 33,000 ndio walipata the show cause letters. Yes. Don't respond, msijibu. Koti ishasema kwamba nyinyi hamna uhusiano wote na TSC, hawapaswi kuandikia barua yoyote apart from ile ya PNP. Yes. Tukae nyumbani, hakuna mambo ya uoga. This is a new generation of teachers. Yes, na kuongeza kwanza, wakati kesi ilikuwa inaendelea, kuna mwajiri wa staffing officer anaitwa Antonina Lentoi John wa TSC. Kwa affidavit ile ambayo ilienda kotini, alisema kwamba hawana uhusiano wa mwajiriwa na mwajiri na hao walimu. Hao ndo walisema, sio sisi. Hata kabla koti ya kuamua walikuwa washasema hivyo. Sasa kama walisema hivyo, where is the disciplinary reaction coming from? You don't discipline someone who is not your employee. Unaona? Ndio maana tunaambia walimu wote, kuna walimu walikuwa washaanza kuogopa, unajua sio kila mwalimu ana ile stand ya na ile courage. Kama roho yako na yao mali. Koti imewaambia waendelee kukaa nyumbani, hakuna mtu atawasumbua, hakuna barua, na kama iko ni ya PNP inakuja. Lakini nyinyi hii pesa mnapokea 17,000 kutoka wapi? Ile pesa ilikuwa mnalipwa na nani? Tunalipwa na TSC. Out of the court orders that wamepatiwa mpaka August 1 wa realign na court ruling yenye ilipeanwa April 17. Wakaambiwa tumesikiza hii maneno na kwa sababu hawa walimu wako right na katiba hairuhusu watu kuajiriwa kama interns. One thing, hawa watu kuna kitu inaitwa status quo. Status quo means hawa watu wako na mahitaji na wako na kila kitu na walikuwa under you. Kwa hivyo endelea kuwalipa mpaka August tarehe 1, mkifikiria vile mtaendana na koti ama vile mtaendana na sheria, vile mtawaajiri msipo. Na sasa wakasema watasimamisha pesa ambazo nyinyi mmekuwa mkipokea. Sababu kwa wakati huu compensation tunahitaji. Bado hiyo pesa haiwezi ikasaidia hapo. Kuna pesa tunahitaji kutoka kwa TSC. So saa hii waendelee kutuma hiyo pesa kwa walimu wa kule wakiwa nyumbani. Wakati wa compensation tutapunguzia hapo. Yes. Haya, alafu wakati huu hawana ruhusa ya kufanya hivyo. Wameambiwa mpaka August mpaka walipe walimu. Kumbuka koti haisemi maneno ambayo haina msingi. Lazima walipe walimu mpaka August tarehe 1. Wakifikiria vile watapanga maneno na walimu wa compromise hiyo situation, waajiri walimu permanent integration hapo. Haya, ile pesa iko kwa budget na ilikuwa imetengwa ya hiyo kazi. Kumaanisha pesa iko. Na kwa sababu si anaanza masharia na si ya kikundi chake, kama CEO wa TSC, hiyo pesa ni ya Wakenya. Hata ile rais anatembea nayo hapa kila mahali akizunguka Amerika sijui wapi, milioni 200 ndege sijui kutoka wapi. Hiyo pesa si bado ni ya Wakenya. Kila mtu akule pesa ya Kenya bwana. Habari, nimalizia. Hilo swali ambalo Nyoks anauliza. Huo mvutano kati yenu walimu na mwajiri na serikali. Wakati ambapo mnavutana hivi, tulisema kwamba bottom line, mtoto anaumia. Tutaendeleaje mbele? Jeff, shida kubwa ni kwamba the education sector iko kwa mikono ya watu either ni wazee sana ama hawana ile akili ya mambo ya hawana expertise ya mambo ya elimu. That is the problem. And I said this last time tukiwa na Benjamin, nikasema kwamba tukiangalia mheshimiwa Machogu, yeye ni mtu wa political science. Mambo ya DODC anaweza sana. Maybe angeenda interior angeweza. Haya, tukiangalia mama Nancy Macharia, yes yeye ni mwalimu, lakini mwalimu wa 1970s. Haelewi mambo venye inafanyika siku hizi. Sasa sisi tunaomba hivi. Kiburi wapeleke chini. Waenda hata mbele ya Mungu waseme kwamba tunakosea watoto wa Kenya. Yes. Watulipe tu pesa zile tunahitaji, which is the money which was supposed to be paid ile ya compensation, watupatie PNP. Na sisi turudi tufunze watoto. We love our children but a teacher who is not motivated, hata akue qualified aje, atakuwa anaona ni kama ni mzigo. Kufunza ni mzigo. Unafika tu shule, hata ndio maana unasikia watu wanachapa watoto, which is not supposed to be the case. Wanaanza kuchukua illegal money kutoka kwa wazazi sababu kwa nyumba hauna chakula. So wafanye ile inatakikana na sisi tutarudi hata leo afternoon tunakimbia shule. We miss our children. Thank you very much.